Ndugu madaktari, kwa kutambua umuhimu wa rasilimali watu, serikali yenu imeajiri watumishi 48,633 wa sekta afya na kufanya idadi ya watumishi wa sekta kufikia 177,711. Pamoja na ajira hizi, bado tunajua kuna upungufu mkubwa, sababu sekta hii na nyie wataalamu tunajua mna kazi kubwa ya kumpa faraja mgonjwa, kwa angalau kumhoji tu akajua kwamba sasa anahojiwe kamilifu na mtu aliyebobea kwenye sekta hii na kwamba anakwenda kutatua tatizo langu. Ule muda wa kuhoji kwa uchache wenu, bado tutatumia muda mrefu na mnatumia akili nyingi. Mpango wa serikali wa kuendelea kuajiri ni kuwapunguzia mzigo wa idadi kubwa ya wagonjwa ambao mnahitaji kuhoji kwa kina ili mbaini ugonjwa, mpate majibu, mpate kutoa utatuzi ambao utampa nafuu mgonjwa wetu. Hili nalo litapunguza kero ya wagonjwa kusubiri kwenye dawati kwa muda mrefu wakisubiri kuingia, huku daktari akitekeleza jukumu lake la kuhoji na kumfanya abadilike kisaikolojia, awe na matumaini kwamba ugonjwa huu sasa anakwenda kupona. Profession hii ni muhimu sana, na ndio kwa sababu serikali inaiheshimu sana. Kwa hiyo serikali itaendelea kutoa kipaumbele cha kuajiri watumishi wa sekta hii. Tunajua na nyie mko kwenye madaraja mbalimbali, lakini katika ajira zetu tutazingatia hayo, na ndio kwa sababu pia hata kwenye wizara tumeweka mtu profession atakuwa anatushauri namna. Sasa kwenye ajira tuna ajira 400, ni wapi tuongeze. Kwa hiyo hata tuambia sasa hapa tuwapeleke madaktari wa meno, hapa madaktari, sisi tunamwona yote ni daktari tu. Tukienda hospitali yote anayepita pale ni daktari, kumbe huko ndani nyie mna category zenu. Sasa tunajuaje category hii ina upungufu? Naibu waziri ndani ya wizara atatushauri. Kwa hiyo tuamini kwamba mpango huu wa serikali utakwenda kuimarisha kiwango kizuri cha rasilimali watu kwenye sekta ya afya.